Hello, Bwana Yesu asifiwe. Nakusalimu kwa jina la Bwana. Ndio furaha kubwa tena kuungana na wewe katika siku nyingine nzuri hii ya baraka na uponyaji wako wewe ambaye umechagua kutusikiliza na kututazama siku hii ya leo. Hiki ni kipindi ambacho tuko tunaitangaza injili ya Yesu. Hapa kuna maombi, kuna maombezi. Injili ya Yesu inahubiriwa mahali hapa. Na huwa tunakuwa naye mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Yuko hapa kutuhudumia kwa neno, kwa maombi, kwa maombezi na mafundisho mbalimbali pia. Kama ulipitwa na vipindi baadhi ambavyo umekwisha kupita katika channel yetu hii, bado hujachelewa mpendwa, unaweza kurudi hapo juu katika channel yetu hii ya Mswa Media, utakutana na vipindi ambavyo vimepita. Naamini vitakujenga, vitakuinua, maana vilifanyika baraka kwa wengine, hata kwako pia inawezekana. Inaweza ikawa ni mlango wako kupitia hivyo vipindi ambavyo vimekwisha kupita. Lakini siku ya leo tena kipo kipindi kizuri sana ambao liko neno umepewa mtumishi wa Mungu kwa ajili yako siku ya leo. Basi na mimi nichukue nafasi hii kukualika na kukukaribisha tukaanze pamoja. Lakini usisahau kumwalika ndugu, jamaa, rafiki, kwa pamoja tukateke baraka hizi kutoka kwa mtumishi wa Mungu huyu. Kikubwa unachotakiwa kufanya ni kulike, kucomment, kushare na kusubscribe. Kumbuka kushare linki katika magrupu mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, hakika Bwana hatulisahau hilo. Basi karibu sana na Mungu akubariki. Mimi ni Ruthi Wema Emmanuel na hii ni Mswa Media. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, jua hii ni ibada maalum. Yesu anakuhudumia ukiwa mahali popote. Inua tu kiwango cha imani yako. Inua tu kiwango cha imani yako. Utapona na utabaki kwa salama. Leo kuna neno maalum kwa ajili ya maisha yako. Fuatilia mahali popote ulipo. Inua tu kiwango cha imani. Utauona mkono wa Bwana katika nyumba yako. Utauona mkono wa Bwana katika kazini kwako. Kuanzia sasa utaanza kuona mambo yanabadilika. Kuna watu wanaishi lakini hawajajua baada ya wokovu kuna maisha gani ambayo watakuwa uishi. Nikamshukuru Mungu ili nikaendelee. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako Baba litukuzwe. Ninakushukuru majira haya na nyakati hizi Bwana. Mungu, achilia neema yako Bwana juu ya mtumishi wako Bwana, akanene sawasawa na mapenzi yako Bwana, katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpenzi mtazamaji, nazungumza na wewe mahali popote ulipo. Nataka nikukumbushe, kuna watu ambao mwili wa Kristo unaharibika, watu wanaishi kwa mazoea. Ujue kuna maisha baada ya wokovu, maisha mengine. Hawezi ukaingia kwenye wokovu wakati ukiwa bado unaishi maisha ambayo ulikuwa unaishi. Lakini leo inawezekana nikazungumza lugha kama hii. Inawezekana watu waliookoka wasinielewe vizuri, lakini utazidi kunielewa nitakapozidi kusema. Kuna watu unapoona mtu ameokoka, kuokoka ni jambo jingine. Kuna watu wanaokoka lakini maisha bado wanaishi yale yale ya duniani. Ni kwa sababu gani? Bado hawajapokea uvuvio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akikaa ndani yako atakuongoza maisha ya kuweza uishi mwenendo gani, muonekano wako. Lakini kwa sababu wokovu unageuka, unakuwa mazoea, ndio maana hawabadiliki mavazi walionayo au tabia walizonazo. Lakini umempokea Yesu. Kumpokea Yesu haitoshi, lazima ujazwe Roho Mtakatifu atakaye kusaidia kukuongoza ili uweze kuishi maisha yaliyo salama. Na watu wengi au watumishi wa Mungu wanashindwa kuambia washirika wao au waumini wao, kwa sababu wanaona wakiwaambia kweli wataondoka. Lakini Bwana amenituma nizungumze na wewe ile kweli ili ubaki kuwa huru. Kuna mambo ambayo hayawezi kutokea, lazima Roho Mtakatifu ahusike ndani ya maisha ya mtu binafsi, aweze kubadilisha utu wa kale. Manake Roho Mtakatifu anapoingia ndani ya mtu, anapovuviwa, manake inabadilisha matumizi ya mwili. Ulikuwa unaishi maisha unavyotaka, lakini kwa sasa ndani yako kuna Roho Mtakatifu atakaye kuongoza. Lakini watu wa Mungu
wanashindwa kuwakemea watu, wanaishi maisha yale yale, kwa sababu wanaona huyu mtu nikimkemea abadilike maisha yake, ataondoka nyumbani kwangu, ataondoka kanisani kwangu. Watu wanachukulia wokovu ni kama sera siasa ya kutafuta sadaka. Wana wa Mungu, lazima tubadilike, tuambie watumishi wa Mungu, lazima tuseme, watu tuambie kweli, ili waweze kuona ufalme wa Mungu. Tusiwe kikwazo cha kuto watu kufika mbinguni. Lazima baada ya wokovu kuna maisha yatabadilika, kuna mambo yatabadilika, na maisha yaweze kubadilika, lazima uviviwe Roho Mtakatifu ndani yako. Akikuongoza Roho Mtakatifu ndani yako, kuna tabia ambazo ulikuwa ukizifanya hautazifanya tena, kwa sababu sio wewe unayejiongoza, bali ndani yako kuna Roho Mtakatifu anayekwambia hili ni sahihi, hili ni sahihi. Kwa popote unaponisikiliza, nitaenda kukuombea ili uweze kupokea Roho Mtakatifu akusaidia kwenye familia yako, akusaidia kwenye biashara, akusaidia kazini. Roho Mtakatifu kazi yake ni nini? Huwa anakuja kubadilisha mtazamo wa mtu au usemi wa mtu. Lugha yake itafanana na mapenzi ya Mungu, lugha yake itafanana na Ukristo. Lakini leo wanakiri kuzungumza ni Wakristo, lakini lugha zao, mienendo zao haziendani na yule tunayemsema. Ndio maana unakuta wokovu umekuwa ni shida, wokovu umekuwa, injili imekuwa ni ngumu kuihubiri, watu waweze kuamini. Kwa nini? Kinachosababisha watu ambao wanasema wanamwamini Mungu, lakini maisha wanaoishi hayatofautini na watu walioko nje. Inakuwa ni ngumu kumwambia Yesu anaponya, inakuwa ni ngumu kumwambia Yesu anabadilisha. Ni kwa sababu gani? Hawapati chakula cha Roho Mtakatifu kuweza kubadilisha fikira zao, kuweza kubadilisha mitazamo yao. Maanake Roho Mtakatifu anapojawa ndani yako, anaufisha mwili usiweze tena kuwa na maamuzi yoyote, bali Roho Mtakatifu ndiye atakuwa mwamuzi kati ya maisha yako. Katusome andiko letu, Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 18. Mstari wa 18. Ndio Biblia inasema, Biblia inasema, tena msilewe kwa mvinyo, tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, ambamo kuna ufisadi, bali mjazwe Roho, bali mjazwe Roho Mtakatifu. Kwa mnapojazwa Roho Mtakatifu, anapoingia ndani yako, atakuongoza usemi wako au lugha yako, atakuongoza namna ya muonekano wako. Lakini unaposhindwa kupokea Roho Mtakatifu, lakini upo umeokoka kanisani na unaabudu vizuri, lakini hujajazwa Roho Mtakatifu, manake bado ni kipofu, hauna uwezo wa kuweza kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Lazima mahali popote unaponisikiliza, lazima labda kuombea ukapokee, inua kiwango cha imani uweze kupokea uvuvio wa Roho Mtakatifu. Maandiko yamesema, bali mkajazwe Roho, bali mkajazwe Roho. Manake ndani yenu fikira zenu zifishwe, ili Roho Mtakatifu aweze kutawala katika maishani mwako. Kuna watu ambao unaona, ndio maana kanisani kuna watu ambao tunawatazama mavazi wanaovaa nje, tunaanza kuona wanavaa vibaya, lakini makanisani wapo wamejaa. Wanashindwa nini kuambia watumishi wa Mungu? Maana wanaona atakapomkemea kumwambia huyu mtu anatoa fungu la 10. Watumishi wa Mungu, lazima tubadilike, tusiwe kikwazo watu kuiona mbingu. Lazima tuambie kweli. Heri umebaki na watu wachache, lakini ni watu ambao wanaishi mapenzi ya Mungu, wanaishi mwenendo wa Mungu. Tunapowakemea walioko nje, lazima tutazame na sisi. Ndio maana mafundisho kama haya ni machache sana kuyapata. Lazima uangalie, wanashindwa kuwakemea. Ndio maana hatuna lugha yoyote ya kuwakemea walioko ndani yetu, maana mioyo yetu imegeuka kuto watu kuwafundisha neno la Mungu vizuri. Mioyo yetu imekimbilia mali za watu. Mali hupotosha, mali yani inapoteza uwezo wa mtu kumkemea. Unapopokea unashindwa namna ya kumkemea. Lazima mahali popote ulipo, kuna mambo unashindwa kuyapata kama mshirika, ni kwa sababu hujajazwa Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, kuna tabia atabadilisha mwenendo wako. Tusomea Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 mpaka 20. Maandiko yanazungumza waziwazi, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 mpaka 20. Kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17 mpaka 20. Ndio. Biblia inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Tazama yamekuwa mapya. 18. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu. Lakini vyote vile vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Aliyotupatanisha sisi Mungu na nafsi yake na Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho. Simama kwanza hapo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yamezungumza, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maanake unapoamua kumkiri Yesu Kristo umeokoka. Kuna tabia ambazo ulikuwa ukiishi, inawezekana zilikuwa zinakupa faida, lakini lazima utabadilisha usemi wako, utabadilisha mwenendo wako, utabadilisha namna ya utendaji kazi. Lakini yote hawezi kufanyika kwa sababu hujajazwa Roho Mtakatifu. Lakini Roho Mtakatifu unapoamua kumpokea utabadilishwa hata utu wako wa ndani. Kuna mahali utataka kusema uongo, kuna mahali utataka kusema kinyume, lakini Roho Mtakatifu atakwambia, mwanangu, nitakuacha usizungumze kitu fulani. Lakini leo watu wanaona ni jambo la kawaida kusema mambo yaliyo kinyume. Ni kwa sababu hawajajazwa Roho Mtakatifu. Hatutaiona mbingu, hatutamwona Mungu, hatutatembea naye kama hatutaishi mapenzi ya Mungu, kama hatutaishi katika kanuni zake, kama hatutaziishi amri 10 za Mungu. Ili tunapoziishi, Mungu tutaona matendo yake, tutaziona mbingu. Lakini tunawezekana tukawa washirika wema sana ambao tunajitoa sana, lakini hatujabadilisha mwenendo wetu. Lazima tubadilike. Lazima tuache kuogopa utumishi wa Mungu. Lazima tuambie wana uhalisia. Mwanangu, unapotaka kubadilika, mwanangu, nataka ubadilike, ufike mahali fulani, lazima achana na mwenendo huu. Lazima ujitenge na watu wa tabia hii. Lazima uwe ni mtu ambaye mwenye usemi ulio sahihi. Lakini watu wanabadilishwa kwa kutokana hawajajazwa Roho Mtakatifu. Unapookoka lazima upokee Roho Mtakatifu. Mahali popote ulipo, siku ya leo nitakuombea. Roho Mtakatifu ataingia ndani mwako na utabadilisha usemi wako na utaanza kuona mwenendo mpya. Matendo sura ya 1. Kitabu cha Matendo sura ya 1 mstari wa 7 mpaka wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 7 na wa 8. Ndio. Neno la Mungu linasema. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Si kazi yenu kujua nyakati wala majira. Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Baba aliyeyaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Mstari wa 8. Lakini mtapokea nguvu. Ikiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Akisha wajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Tulia kwanza hapo. Manake mstari wa 7 walikuwa wanataka wajiongoze kutumia elimu zao, kutumia uwezo wao. Akawaambia, sio kazi yenu kujua mamlaka aliyoweka baba yenu. Nyinyi bado watoto wachanga. Kaeni kwanza, mtapokea uweza juu yenu Roho Mtakatifu akisha wajilia. Kuna mambo yalibadilika maishani mwao. Endelea. Nanyi mtakuwa mashahidi wa Mungu katika Yerusalemu. Na katika Uyahudi wote. Na Samaria. Na hata mwisho wa nchi. Mkishapokea Roho Mtakatifu ndani yenu, hata Yesu mwenyewe ataishi ndani yako. Maana usemi wako utazungumza kama wewe, bali atazungumza Yesu. Wewe utakuwa ni mwakilishi. Ndio maana nasema nyinyi mtakuwa mashahidi wangu Yerusalemu. Maanake mtasema kweli, maanake mtatenda mapenzi ya Mungu, maanake mtaenenda kama anavyotaka yeye mpaka mwisho wa dunia. Hata atokee mambo magumu namna gani, hamwezi mkakubali kusema kinyume kazi ya Mungu. Hamwezi mkakubali kusema kinyume kazi ya Bwana.
mtasema sahihi, nyinyi mtakuwa mashahidi wangu. Lakini yote na yote yanafanyika kwa nini? Tunashindwa watumishi wa Mungu kuambia wana wetu ule ukweli. Mwanangu, njia hii sio nzuri, mwanangu, njia hii sio salama. Lakini kwa nini tunapoteza ile? Tunapotazama matoleo wanapotolea, tunashindwa kuwakemea. Hatutaziona mbingu kwa sababu ya matoleo, hatutafika mbinguni kwa sababu ya matoleo. Lazima tusimame kweli, wana wa Mungu watoe, lakini waone Mungu akiwafanikisha mambo yao, Mungu aone mambo akibadilika. Lazima upokee Roho Mtakatifu ndani yake. Na Roho Mtakatifu utampokeaje? Kuna mtu mwingine anaweza akanitazama, anakuwa anajiuliza, je, amezungumza nitajazwa Roho Mtakatifu? Sasa nataka nikwambie sehemu ya pili. Roho Mtakatifu utampokea. Swala kwa lazima ujue namna, ujisome neno la Mungu kwa juhudi sana, ndipo utakapopokea Roho Mtakatifu. 2, lazima uwe ni mtu wa kufunga na kuomba, ndipo utakapojazwa Roho Mtakatifu. Maombi yanaufisha mwili nguvu zake, Roho Mtakatifu anatawala. Ndio siri kubwa sana. Mahali popote ulipo, unapotaka kuona mambo yabadilike, lazima soma neno la Mungu, ishi katika mambo unapotaka maandiko, ili lazima uishi katika kufunga na kuomba. Omba, Mungu nisaidie, nijaze Roho Mtakatifu, badilisha utu wangu wa ndani, badilisha mwenendo wangu. Roho Mtakatifu atakusaidia. Ndio maana kuna maandiko anasema hatujui kuomba tupasavyo, lakini Roho Mtakatifu mwenyewe hutusaidia. Roho Mtakatifu anasaidia kwa lipi? Tunapofunga na kuomba, maana yake tunayatwisha mapenzi yetu sisi ya mwili, bali tunamkaribisha Roho Mtakatifu atawale ndani yake. Unapokuwa na ratiba ya kufunga na kuomba na kusoma neno la Mungu, maana yake utu wako ndani unabadilika. Utaonekana kwa nje ni mtu yule yule, lakini utu wako ndani utakuwa umeshabadilika. Kama ulikuwa unajiuliza nitapokeaje Roho Mtakatifu, lazima uwe ni mtu ambaye mwenye maombi. Lazima uwe ni mtu ambaye unafunga na kuomba na kulisoma neno. Sasa kitabu cha Joshua sura ya 1 mstari wa 8 ambapo nasema, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali maneno haya yatafakari mchana na usiku, ndipo njia zako utakapofanikiwa. Ndipo utakapofanikiwa zaidi na zaidi, kwa sababu umelisoma neno. Unapolisoma neno, manake unabadilisha mawazo yako, unabadilisha kuishi kwa ndani, kuanze kuishi neema ya Mungu, kuanze kuishi neno la Mungu. Kama neno la Mungu likikaa ndani mwako, na kwamba usitende dhambi, manake hutatenda dhambi. Lakini hauwezi ukasema nataka nipokee Roho Mtakatifu, hauna ratiba ya maombi, hausomi neno, manake kuna vitu vingine vya shetani vitakujaza. Ndio maana uko tayari kufanya dhambi yoyote, halafu usione uchungu wowote. Mwana wa Mungu, unapotaka kuona maisha yako yabadilike, ruhusu Mungu akutumie katika mwili wako. Ruhusu Mungu abadilishe mawazo yako. Ruhusu Mungu abadilishe matamanio yako, yasiwe ya mwili wako, bali yatimize nini? Mapenzi ya Mungu. Hiyo ndo njia ya kuweza kuishi au kumpokea Roho Mtakatifu. Mahali popote ulipo, soma neno la Mungu kwa kulitafakari. Usisome kama gazeti, tafuta mstari. Hao watu walivivua vipi? Roho Mtakatifu walimpokea vipi? Walifunga na kuomba, wakaanza kuomba, Roho Mtakatifu akashuka na akawakalia. Kila mmoja akaanza kunena kwa lugha yake mwenyewe. Ni kwa sababu gani? Walikuwa hekaluni mwa Bwana. Mahali popote ulipo, hata nikuombee. Kuna mambo ambayo unaponitazama mahali popote, nazungumza na wewe ulioko nje ya nchi, ulioko mahali popote, naongea na wewe. Lazima ujazwe Roho Mtakatifu. Maisha yako yatabadilika, mambo yako utaona yamebadilika. Mungu yuko tayari kubadilisha hali ya maisha yako. Amini tu ya kuwa leo utapokea mguso wa neno la Bwana. Lazima huwezi ukapokea Roho Mtakatifu kama hauna ratiba ya kufunga na kuomba. Jambo la pili, lazima Roho Mtakatifu hawezi akaishi mahali penye chuki. Roho Mtakatifu anaishi penye upendo, palipojaa msamaha. Lakini hakuna Roho Mtakatifu anaweza akaishi mahali penye kisasi. Mtu amekukwaza, unatamani ulipize kisasi, Roho Mtakatifu atakuongoza. Maandiko anasema ubaya ushinde kwa wema.
ubaya ushinde kwa wema. Inakusaidia hiyo. Hauwezi ukaushinda ubaya kwa wema kama unajiongoza kutumia akili zako, kama unajiongoza kutumia ufahamu wako. Lazima Roho Mtakatifu atakwambia vita sio yako, vita sio yako. Ubaya ushinde kwa wema. Usimlipe mtu kisasi, kisasi ni cha Mungu. Maanake huyo mtu anaongozwa na Roho Mtakatifu. Mahali popote ulipo, ndani ya kuombea. Zagana, kuna maisha ambayo unaishi, ulikuwa ukijuta, ulikuwa unajiuliza, ninaishi maisha gani haya? Ni kwa sababu bado hujapokea Roho Mtakatifu. Na kitabu tukasome Luka 9:23 peke yake. Tukaangalie. Luka 9:23. Ndio. Biblia inasema. Biblia inasema, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata, na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, yeye mwenyewe anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Maanake unapotaka kuona Mungu aweze kubadilisha maisha yako, lazima uchukue maamuzi binafsi, sio kundi. Mungu habadilishi kundi. Mungu anabadilisha maamuzi ya mtu binafsi. Ndio maana maandiko anasema, yoyote mtu atakayetaka kunifuata, ajikane nafsi yake, ajitwike msalaba wake mwenyewe. Kwa kuna watu ambao mtashindwa kuona kufika mahali, mtashindwa kuona msaada wa Mungu kwa sababu mmeruhusu maisha yenu muongozo na watu wanaozunguka. Lakini kama ambao maandiko yametambia, mtu akitaka kunifuata, ajikane nafsi yake mwenyewe na ajitwike msalaba wake mwenyewe. Mahali popote ulipo, nataka nikakuombee. Neema ya Mungu ni kubwa sana, utabadilisha maisha yako. Lakini nenda ukaishi maisha haya, nenda ukaishi maisha haya. Watu unaweza ukasimama, lakini ukatumiwa kama bomba. Kuna watu ambao wameshindwa kubadilika maisha yao. Wanamtazama kiongozi wao aliyoko kanisani, ana mwenendo gani, anatenda dhambi gani, halafu na yeye anajiiga, anasema ya kuwa kama ni huyu kiongozi wangu anaishi maisha haya, na mimi ngoja niishi maisha haya. Mwana wa Mungu, usipotee. Mbinguni hutaenda na kiongozi wako, mbinguni utaenda mwenyewe. Lazima ishi maisha ya kumpendeza Mungu, usitake kuishi maisha ya kuwapendeza wanadamu. Utauona ufalme wa Mungu na utabarikiwa hapa duniani. Kuna baraka ambazo zimefichwa kwa sababu bado hujasimama katika msingi wa neno la Mungu. Mahali popote ulipo, wewe kama ni mgonjwa, weka mkono mahali unapoumwa. Wewe kama unahitaji kibali, weka mkono kwenye paji cha uso. Nataka nikuombee sasa hivi. Wewe kama unahitaji kujazwa Roho Mtakatifu, weka mkono katika kifua chako ya kuombea. Baba, asante kwa jina kula Yesu. Baba Mungu, nakushukuru kwa neema yako. Baba, nasema asante kwa somo lako li Bwana. Roho Mtakatifu, kwa jina kula Yesu, ninakuita majira haya kwa jina la Yesu. Shuka kwa kila mmoja Bwana, katika jina kula Yesu. Aliye mgonjwa Bwana, Baba kampa uponyaji kwa jina kula Yesu. Aliyefungwa macho Bwana, Baba fungua macho yake kwa jina kula Yesu. Ninatangaza kuanzia sasa, ninaondoa kila roho yote iliyoshikilia maisha yako ndani mwako kwa jina kula Yesu. Roho ya kutenda dhambi, roho ya ugaidi, roho ya hasira, natangaza ianguke, bali pokea Roho Mtakatifu kwa jina kula Yesu, akakusaidia maisha yako, akakusaidia kila mahali kwa jina kula Yesu. Atakuongoza kila mahali uendapo, njia zako zote hutajiongoza kama wewe Bwana, bali Roho Mtakatifu akakusaidie. Pokea mahali popote ulipo, pokea kwa jina kula Yesu, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki. Ishi, funga na kuomba, soma neno la Mungu, utamwona Bwana. Amen. Okay, huyo ni mtumishi wa Mungu Apostle Samuel James. Kama tulivyomsikia, ametufundisha kwa habari ya ujumbe mzuri sana. Kumbuka huu mwaka 2026 tunatembea na ujumbe wa mwaka wa pambazuko kwako. Basi niendelea kukualika usiache kufuatilia vipindi vyetu vizuri ambavyo tunaruka hapa katika channel yetu hii nzuri ya Mswa Media, lakini ukae barozi pia kumwalika ndugu, jamaa na rafiki, wajulishe kwamba kipo kipindi kizuri, zipo habari njema. Na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru na kukuaga mpaka tutakapokutana wakati mwingine, lakini nikuombe tu usiache kulike,
kucomment, kushare na kusubscribe. Maoni yako ni muhimu sana. Usisite kutuandikia hapo chini. Lakini kama hata pia una shuhuda, unaweza kutuandikia. Tunapenda sana shuhuda kwa sababu shuhuda zinajenga, shuhuda zinatia watu moyo, shuhuda zinafariji na kuinua watu wengine. Basi nikushukuru mpaka wakati mwingine tena. Karibu sana na Mungu akubariki. Hii ni Mswa Media na mimi ni Ruthi Wema Emmanuel.